Okay, this is Tuna Finance Hub and leo tutaenda kuangalia vitu kadha wa kadha ambavyo tutaweza kujifunza juu ya masuala ya fedha. Sasa awali ya yote I would like to share something kwamba kwa majina mimi naitwa Rashid. Okay, kwa select pen hapa, pen. Ya kabla ya somo bana, mimi naitwa Rashid Musa, wengi wananiita Kikaka. Okay, this is my handle and mimi ni IT by professional. Pia ni investor, nafanya investment kwenye banking sector sana sana. Sije kufanya investment kwenye kampuni tofauti na banking sectors. Sawa. Pia ni certified financial educator. That's why nimesimama hapa kuwaelekeza masuala fulani masuala ya fedha kidogo. Na mimi ni CEO wa Tuna Finance Hub, pia ni founder au co-founder wa Temple Labs. So that is my WhatsApp number ambao nimeweka hapo. So this is our official emails. Our website ni hapa tunafinanceHub.co.tz. This is one is our email. This is my ini cheo. Tunasema ini cheo changu. So nini tunaenda kusoma leo? We'll learn about we are building the plane as we fly. Yani tunajenga ndege huku inaendelea kupaa. Kwa sababu gani nimechagua topic hii? Kwa sababu naamini kwamba kila mmoja tayari ameshaanza maisha yake ya kifedha, tayari ameshaanza namna ya kuishi juu ya fedha, au ana miongozo yake ambayo amejifunza kutoka huko kwa wazazi wao juu ya fedha. Sasa that's why nasema sasa tayari kama ni process za ndege, process ya kwanza ni ile kutake runway, process ya pili ni kutake flight, and then ya tatu ni inaanza kufly. Sasa tayari imeshafika juu ndege. Nini ambacho tunakifanya sasa? Tumepana ndege ikiwa haijui namna ya kufanya budgeting, haijui namna ya kufanya investment, haijui namna ya kufanya saving na vitu vingine. So that's why we choose, tunasema ndege imeshapaa, ila sasa what we do sasa, we are building the plane as we fly. So leo tutajifunza masuala ya fedha kidogo kiundani. Tutaangalia masuala ya money management, ambao tunasema money management ni nini? Is life a skill that give you a 36 degrees overview of finance. Kwa hiyo kama unavyoona tunasema ile 360 ni duara lote lile. So ukiligawa hivi, kwa ikiwa ni 180 utaona upande mmoja, ikiwa ni 90 utaona upande mmoja each box peke yake, ila kama ni 360 it means kwamba utaona duara lote. So utaona maisha yako yote ambayo ina involve nini? Ina involve budgeting, saving, investment, spending, sawa, na kila kitu ambacho hii itahakikisha stability ya kuendelea wewe kukua. So hii ilisemwa na huyu jamaa anaitwa Giovanni. Sawa, hiyo ni upande wa money management. Sawa. So tutaangalia key terms kwenye personal finance. Personal finance ya mtu mmoja mmoja. Nini ambacho tutakizingatia kwa mtu mmoja mmoja kwenye upande wa elimu ya fedha au upande wa fedha kwa mtu mmoja mmoja. So kitu cha kwanza ambacho tutataka kukiangalia, we'll deal about budgeting. Sawa, budgeting sana sana tutaweza kuangalia budgeting ni nini. Tunasema budgeting is a creating plan of how will be located across different expenses. So key terms ni money will be located, sawa, in different expenses, au tunasema creating plan. Kwa hii budgeting ni nini? Unatengeneza plan ambayo itasaidia wewe kujua pesa zako zinaelekea wapi, zinafanya nini na kwa muda gani zitafanya hicho kitendo. So una create plan. So unatengeneza mpango mkakati ambao utasaidia kujua wewe hela zako unazitumiaje. Kwa kama una 1000 unakuwa unajua hii 1000 nitanunua sabuni ya 500, nitakuja nitanunua labda maharage ya 500, and then siku itakuwa imeisha hivyo. So that's why tunasema unakuwa unapata utailocate ile lako inapoenda. Saving, hii saving kawaida tu, kabla tujasoma definition tunajua saving ni kuhifadhi hela ambazo zamani tulikuwa tunahifadhi kwenye vibubu, but nowadays imekuwa tofauti sana, kila mmoja na namna yake ya kufanya saving. So tumekuwa kutumia mobile kufanya saving na vitu vingine. So na hii hapa tunasema setting aside more money for future needs. Kwa kwenye ile hela yako unaoipata unaigawa kiasi kadhaa kwa ajili ya future needs, emergency sana sana, au specific goals. Kwa unataka kununua nyumba, unataka kufanya retirement, so lazima utafanya saving kwa kiasi kikubwa. Kwa lazima utamake sure kwenye ile 100% unayoipata, labda over 10 au to 20% utakuwa unaifanyia saving. Sawa.
ili uweze kuendelea. Kitu kingine we'll learn about investment, ambayo investment ina utofauti mkubwa sana na saving. Kwa hiyo saving unaweza ukawa umefanya saving kwa ajili ya specific goals au kwa ajili ya emergency, ila hii unailocate hela yako ikafanye kazi. So tunasema investment involving put money into assets that have potential growth over time. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tuna make sure hicho kitu ambacho tunakifanyia investment kitakuwa kwa kipindi fulani, sawa. Kitu kingine ambacho tutaangalia leo ni namna ya cut off debts, sawa. Kwa namna ya kulipa madeni yetu yote ambayo tuko nayo, planning how to pay off debts zote, madeni ambayo tunadaiwa, loans, na namna ya kuiepuka. So kama ukiweza kuwa na skills nzuri kwenye kufanya budgeting, ukafanya saving kwa ajili ya future, afu ukafanya na investment ambayo hata usipokuwa na hela ya kuspend, utakuwa unatoa hela kwenye investment ambayo itakuwa ni imeongezeka. So utatoa kama profit au kama capital gain, whatever, kama gawio na chochote kile ambacho kitatokea kwenye investment, sorry. Sasa kulipa madeni, ili usiweze kuingia kwenye madeni au uweze kujiepusha, lazima umezingatia hivi vitu vingine vyote ili uweze kukusaidia. So tutaanza kuangalia budgeting ni nini. Budgeting kama tulivyosema is a creating plan for how money will be located across different expenses. Sawa. Hii itazungumzia namna nzuri ya kutrack, kama unavyoona, kutrack hela yako imefanya nini, imeenda wapi. Hii itakusaidia kuepuka overspending na kumake sure you have enough important thing like rent. Kwa hiyo itakusaidia kujua kabisa kwamba utakuwa na vitu muhimu vya kufanya. Mfano, utakuwa unajua wewe una chakula, una kodi. Kwa hivyo ni vitu muhimu. Una usafiri, umefanya saving. Kwa hiyo saving pia inatoka kwenye budgeting. That's why mambo yanazidi kuwa mazuri. Investment pia inatoka kwenye budgeting. So hizo ni vitu vya muhimu sana ambavyo unatakiwa uvijue. Kwa hiyo unafanya kazi, unalipwa labda milioni 1. Kwa hiyo utakuwa unajua kabisa hiyo hela yako distribute vipi. Kodi unadaiwa shilingi ngapi? Labda kodi ni 200k. Unadaiwa 200,000 kodi. Kwa hiyo utakuwa itabakia 800. Kibakia 800 utakuwa unajua labda usafiri, mafuta najaza 200, inabakia 600. Sawa, kibakia 600 unakuwa unajua labda saving naweka labda 50,000, investment naweka labda laki. Kwa hiyo kwenye 600 hapa inakuwa imebakia labda 450. 450 ndio utajua mwenyewe sasa utafanyia nini, sawa. Kwa hivyo ndivyo namna ambavyo inaweza ikakusave wewe kwenye budget, kwenye kufanya budgeting. Au utakuwa na budget kwamba okay, mimi nitanunua nguo za 50,000, kwa kitoka hapo utaenda kununua jeans za 25,000 au 26,000 na t-shirt yako moja. So ulikuwa unajua namna nzuri. Kwa hapo tutaangalia namna kadhaa za kufanya budgeting. Ya kwanza ambayo tumeanza nayo inaitwa zero based budget. Hii ni budget ambayo ukiwa unataka kununua kiatu, utaandika unataka kununua kiatu, utaandika unataka kununua mpaka ile hela yako yote uliyoipata. Kama ulipokea mshahara milioni 1, okay tuseme 1 million mshahara, mpaka inapobakia 0. That's why inaitwa zero budgeting, kama unaona hapa zero budgeting. Kwa hiyo utapiga hesabu hela ambayo unatakiwa utumie. Hii itakusaidia pia kupunguza matumizi yasiyo lazima. Sawa, matumizi yasiyo lazima, kwa sababu utakuwa umehighlight na kupanga vitu vyako vya muhimu ambavyo unahitaji kuvinunua, and then ndio utaenda kuspend hiyo hela yako yote, sawa. Kitu kingine tutaangalia hii inaitwa 10 30 20 budgeting. Hii ni njia nzuri sana ya kufanya budgeting. Almost hata mimi naitumia hii, kwa sababu hizi namba unaweza kuzibadilisha. Hapo unaweza ukaweka 60, hapo unaweza ukaweka 20, hapo ukaweka 20 pia. Au wale wengine wanaweza kapa 10 na huku 10, kwamba fungu la 10 hii 10,000 unaitumia wewe. So tunasema 50% inaenda kwenye needs. Needs ni nini? Au zile potential things, vitu vya muhimu, sawa. Needs tunasema ni kama rent, food na kadhalika. So I've tried kuandika na shindo, meza inasumbua. Food, rent na vitu vingine vyote vya muhimu unaweka 50% ya hela. Kwa umepata milioni 1, tunarudi hapa kwenye milioni 1. Namba rahisi sana kugawanyika. That's why I'm using this one. Umepata milioni 1. Sawa, unachukua 500,000, like 500k. Hii 500,000 itaenda kwenye vitu vya muhimu peke yake, sawa, ambapo ni 50% ya hela. 50% ya hela. 50% ya hela. 30 yake ya milioni 1 almost utachukua 0 point ngapi? 0.3 mara milioni 1. Kwa utakuta unapata 300,000. Ukipata hii 300,000 itaenda kwenye vitu unavyotaka. Sasa hiyo 300,000 unataka ulikuwa na mipango ya kununua smartphone nini, utaenda kwenye vitu ambavyo unataka. Ulikuwa unataka kuspend hela kusuka, kufanyaje, excuse me. So hivi ndivyo hela ambavyo utaipeleka, sawa.
and then 20% unafanya saving. Sasa hii saving unaweza ukaigawa mara mbili, ukafanya saving 10%, 10% ukafanya investment. Sawa, hii itakusave sana kuwa unajua kupangilia mambo yako na yakaenda vizuri zaidi. Sawa, hiyo ndo namna ya kwanza. Kingine inaitwa envelope. Envelope haitofautiani sana na ile zero budgeting, kwa sababu vyote hela unayoipata unaidistribute. Kama unavyoona hapa, jamaa ameweka hela kwa ajili ya cloth, ameweka groceries, ameweka hii kwa ajili ya church, sijui things kama hicho. So envelope is a traditional budgeting method where a client is allocate cash, sawa, into different envelopes. Hizi ni bahasha, sawa. Kwa hela yako unakuwa unaicategorize kwenye bahasha tofauti tofauti. Kwa kama unajua unadaiwa kodi 100,000, 200,000, 300,000, unakuwa unatenga bahasha kwa ajili ya kuweka hela ya kodi peke yake, sawa. Au unatenga bahasha kwa ajili ya chakula tu, hela ya chakula tu kwa mwezi ujao au kwa mwezi husika hicho kipindi, sawa, hivyo na kuendelea. So guys, this video has been recorded through Tuna, na hizi ni premium content, ila kama umeipata bure, so ingia Google, ingia YouTube, andika Tuna Finance Hub, and then zitakuja video za free. And then if kama utaki video za free, unaweza kaingia kwenye website yetu ya tunafinance.hub.co.tz ili kuendelea kujipatia content kali zinazohusiana na masuala ya fedha na elimu ya fedha kwa ujumla. I'm sending out, naitwa Kikaka, so let's meet for the next session.